Mungu aliye hai. Natamani tujifunze kwa pamoja. Kichwa cha somo kinasema kuacha hofu na kuendelea kuishi. Bwana tusaidie. Kuacha hofu na kuendelea kuishi. Kwa nini tunajifunza kuacha hofu? Tunaona kwamba katika maisha ya mwanadamu mara nyingi sana anapofika kwenye wakati wa vipindi vigumu huwa na hofu kama hatatoka kwenye lile eneo. Bwana tusaidie. Yaani haijalishi mlima alikotoka nyuma ulikuwa mrefu alivuka, lakini akifika huu mbele huwa anaona huu ule wa nyuma anausahau. Bwana tusaidie. Sasa somo linasema kuacha hofu na kuishi na kuendelea kuishi. Andiko tunalipata katika Wafilipi sura ya 4 mstari wa 4 hadi mstari wa 8. Na tunaona kwamba katika shida kubwa ya hofu huleta tabia mbaya. Bwana tusaidie. Na usababisha sisi kupoteza muda. Ukiwa na hofu unapoteza muda, maana unakuwa huamini kwamba utatendewa. Bwana tusaidie. Kwa hiyo hofu inatufanya tupoteze muda. Alafu tunaona kabisa kwamba katika hili, naomba mtu wa Mungu asome katika ile kitabu cha Wafilipi 4 hadi 8. Yeye anasema hivi: "Lakini katika Bwana siku zote, tena anasema furahini. Pole wenu na ujulikane na watu wote. Bwana yu karibu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu." Amen. Bwana tusaidie. Tunaona Paulo anaandika waraka huo wa Filipi kwa kusudi maalum la kusema na kanisa la Filipi kwa ajili ya ile hali ambayo kanisa lilikuwa limeingiliwa na hali ya tabia ya hofu. Bwana tusaidie. Kwa hiyo kanisa lilikuwa limeingiliwa na hofu ndani yake. Sasa anajaribu kulitengeneza na kulipa tumaini kwamba furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Bwana tusaidie. Anasema upole wenu na ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Bwana tusaidie. Mstari wa 7 anasema na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Mstari wa mwisho anasema hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wote, ukiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Bwana tusaidie. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye hai, ninakuheshimu kwa sababu wewe ni Mungu, wala sigusi utukufu wako. Asante kwa wakati huu ambao unakwenda kusema nasi kama watoto wako. Tunatamani Mungu wetu na Baba yetu kashuke mwenyewe kutuhudumia kwa ajili ya maisha ya hofu, kwa nyakati za magonjwa, kwa nyakati za shida, kwa nyakati za kuishiwa. Mungu tukutegemee wewe kwamba bado ni jibu letu, bado ni tumaini letu, na tukaondokane na hofu ili tuendelee kuishi na wewe. Asante kwa haya machache, naomba Roho Mtakatifu utupe kufundishwa na kujifunza kwako, maana wewe ni Mungu mkuu. Nikiamini ya kwamba Bwana unakwenda kutenda na unakwenda kutimiliza yote kwa utukufu wako. Nikiomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona shida ya hofu ni kwamba hofu husababisha watu wa Mungu kupoteza muda. Bwana tusaidie. Kwa sababu anaweza akakaa, akatafakari, akafikiri kwa muda mrefu, lakini asichukue hatua ya kuweza kufanya hayo. Kwa hiyo tunaona Yesu anatuonyesha kwamba hofu haina maana kabisa katika maisha yetu kwenye ile Injili ya Luka 12:25 hadi 26. Kwa hiyo Yesu anaona kabisa kwamba maisha ya hofu kwetu hayafai. Bwana tusaidie. Na tunaona kwamba hofu inaharibu afya ya mtu.
Bwana tusaidie. Hofu inaweza kuharibu kuharibu afya ya mtu, kwa sababu tunaona kisa kimoja ambacho mtu mmoja alikuwa hana kazi na alikuwa na mahitaji mengi sana. Bwana tusaidie. Yeye alikuwa ni mtu ambaye anawaza sana siku nzima juu ya tatizo lake, lakini usiku pia hakulala vizuri. Wakati fulani aliamka usiku akiwa amejaa hofu. Bwana tusaidie. Siku moja tumbo lilianza kumuuma. Bwana tusaidie. Wakati tumbo linamuuma, akaamua kwenda kumuona daktari. Akahisi labda nitakuwa nimekunywa maji machafu. Bwana tusaidie. Lakini alipofika kwa daktari alimuona, akamueleza kwamba hili jambo wakati mwingine linasababishwa na vidonda vya tumbo. Inawezekana vidonda vya tumbo hivi kuna wakati hauna raha, unawaza sana. Bwana tusaidie. Sasa tunaona kwamba katika hili huyu bwana alirudi akajua kwamba kumbe swala la hofu na kuwaza pia kunanipa sababu ya kukosa afya yangu ikae vizuri, kwa sababu hofu ni kama mwizi. Bwana tusaidie. Hofu kazi yake ni kuiba afya ya mtu, maana mtu anapowaza sana akili yenyewe inachoka. Bwana tusaidie. Unaweza ukapita kwenye wakati mgumu sana. Unaweza ukakuta kupitia kipindi ambacho yani wengine hawakuelewi ila wewe unaelewa peke yake, lakini bado uendelee kumtumaini Bwana. Bwana tusaidie. Kwenye kipindi hicho Mungu ana majibu yako. Bwana tusaidie. Hakikisha kwamba kwenye kipindi hicho unaomba Mungu akupe neema ya kushika akili yako, usikae kwenye kuwaza, maana kuwaza kunaweza kusababisha vidonda vya tumbo. Bwana tusaidie. Alafu tunaona kwamba pia kuwaza kwingi kunaweza kumvunjia heshima, kwa sababu Mungu anapokuangalia unamtegemea, unamwamini, alafu unakosa muda wa kuamini kwamba atakuondoa kwenye hilo tatizo. Mungu hajisikii vizuri. Kwa hiyo naona kama anavunjiwa heshima. Bwana tusaidie. Kwa hiyo tunatakiwa kujua kwamba hofu ni adui wa haki. Hofu ni kifo. Bwana tusaidie. Sasa ili tushinde hofu, lazima tujue kabisa kwamba maisha yetu tunatakiwa kuishi kwa kutegemea Mungu aliye juu na kuwaza kila wakati mawazo chanya, hata kama hauna, unafikiria kama unacho. Bwana tusaidie. Yaani unaweza ukafika wakati hauna unga, kuna jambo limekufuata, sijui azima hela mahali fulani, ukasema hii hela nitairudisha ndani ya siku 3, lakini mipango ikagoma. Sasa unakaa, yule mtu unaanza kumtafakari, niliyemwazima ni mkali, alafu sijui atakuja kunirudisha. Hebu wewe usiwaze hivyo, ondoa hofu. Amini Mungu anakuwazia mema kwenye safari yako. Bwana tusaidie. Amini kabisa Mungu anakuwazia mema kwenye maisha yako. Hata kama ni mkali anawaka moto, lakini unapokaa magotini pa Bwana kumwambia kwamba Bwana, kwa wakati huu nimenasa, naomba hofu isitande, maana inaweza kusababishia mambo mengine. Mungu anashuka. Anapoona unamheshimu Mungu, unamuonyesha heshima kwenye shida, Mungu ndipo anashuka. Bwana tusaidie. Lakini hofu inaweza kumvunjia Mungu heshima, na tunaona kabisa katika maisha yetu ufumbuzi wa kuondoa hofu ni kutunza njia ya kutembea na Mungu kwa maombi. Bwana tusaidie. Kutunza njia ya kutembea na Mungu kwa maombi, hata kama uko kwenye wakati mgumu, lakini bado mambo yale magumu yapeleke mbele za Mungu. Yeye ndiye Mungu wa mambo magumu. Bwana tusaidie. Usibaki nayo mwenyewe, mwanadamu hauyawezi. Bwana tusaidie. Kuna vipindi watakatifu wa Mungu vinakuja, tunapitia, lakini bado tujue kwamba Mungu hajatuacha kwenye kipindi hicho. Mungu hajawaza mabaya kwa ajili hiyo, na Mungu hajapanga kukuaibisha kwenye kipindi hicho. Mungu bado anawaza mema, anatamani muonyeshe heshima kwa ile shida hiyo, alafu yeye ashuke. Bwana tusaidie. Ukiingiza hofu unafanya Mungu asifanye. Bwana tusaidie. Hebu tusome kitabu tena cha Luka 12. Mungu atusaidie kwenye maandiko mazuri haya ili tuweze kujua kwamba hofu inatusababishia mambo magumu. Luka 12:25 na 26. Yesu anatuonyesha hayo mambo. Bwana tusaidie. Kwa hiyo ili tuweze kushinda wana wa Mungu, lazima tujue kabisa tunamtumikia Mungu, na katika kumtumikia
sio kwamba tutapita tambalale tu. Kuna maeneo utapita pagumu, lakini bado uendelee kumtegemea Mungu. Uendelee kuona Mungu yuko upande wako. Uendelee kuona Mungu ni baba yako. Bwana tusaidie. Mungu ni baba yetu wa mbinguni ambaye hatutakiwi kumvunjia heshima katika yote, tukamdharaulisha kwamba jambo moja kwako haliwezi, lakini bado tuone anaweza yote. Bwana tusaidie. Yesu anazungumza katika maandiko ya Injili ya Luka sura ile ya 12 mstari wa 25, anasema ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Mstari wa 26 anasema, basi ikiwa hamwezi hata neno lililo dogo, kwa nini kujisumbua kwa ajili ya yale mengine? Bwana tusaidie. Kwenye maisha yako kuna mambo yanaweza yakaja magumu. Piga magoti, mwachie Mungu wa mambo magumu. Wala usijibebe mwenyewe, litakuumiza. Utaishi maisha sasa ya kuwa na afya mgogoro. Bwana tusaidie. Maana kuwaza kwingi kunasababisha tumbo. Huyu bwana aliamua kwenda akafikiri amekunywa maji machafu, kumbe amewaza sana. Bwana tusaidie. Anawaza sana, sijui yani katika shida yake. Biblia inasema huyu mtu alikuwa na kazi na alikuwa na mahitaji mengi. Sasa yale mahitaji inawezekana kuna mahali pengine alikuwa lazima. Sasa anafikiria hivi, hapa anavukaje? Kama watoto hawana unga, lakini bado Mungu yuko upande wake. Bwana tusaidie. Na sisi kuna wakati unaweza kufika mahali pagumu, lakini tuamini kwamba Mungu yuko pamoja nawe. Amini kabisa kipindi unachokipitia sio kwamba wote watakiona. Hata rafiki zako wa karibu anaweza asikutambue kama uko kwenye wakati mgumu, lakini Mungu anakutambua. Bwana tusaidie. Hata kuna wakati, hata kama umeoa au umeolewa, mume wako anaweza asijue unalolipitia, unalolifikiria, lakini jua kabisa yuko Mungu anayejua siri yako. Maana tunamuona Hana anahitaji ndani yake, lakini mume wake halioni hilo hitaji. Bwana tusaidie. Hana anahitaji, lakini mume wake halioni. Hana anaona jambo zuri zaidi, nimwambie Bwana. Bwana tusaidie. Anaona jambo zuri, nimwambie Bwana. Na katika hayo Mungu anakutana na Hana. Bwana tusaidie. Kwa nini? Na kuelekeza kwamba kwenye magumu, hebu piga magoti, mwachie Mungu, anaweza kuyajibu. Mwachie Mungu, wala usibebe mzigo ambayo sio ya kwako. Bwana tusaidie. Usibebe. Mungu wetu anatupenda sana, ni baba yetu wa mbinguni. Anatamani wewe urelax kwenye dunia. Bwana tusaidie. Pamoja na kuwa na magumu, lakini unapomwambia Bwana, niko mahali hapa nimekwama, Mungu lazima ashughulike. Mungu lazima ajitukuze mwenyewe. Kwa hiyo tunaona ukuu wa Mungu katika maisha yetu. Tuondoe hofu. Ili tuweze kushinda hofu, lazima tuzingatie kupeleka mahitaji yetu kwa njia ya maombi. Bwana tusaidie. Peleka mahitaji yako kwa njia ya maombi, na tukijua kabisa kwamba Mungu ana kila sababu ya kuhakikisha wewe unaishi maisha ya haki. Bwana tusaidie. Kwa hiyo tunaona njia nyingine ambayo tunaweza kujikwamua kuondokana na roho ya hofu, ni njia ambayo inatusaidia kujua ya kwamba lazima tufikiri kwa mawazo mazuri. Bwana tusaidie. Lazima tufikiri kwa mawazo mazuri. Sasa unafikirije mawazo mazuri wakati uko kwenye magumu? Hapo ndipo pagumu. Bwana tusaidie. Lazima ujue kwamba una Mungu mkuu anayeweza kukuvusha kwenye eneo lolote. Alishaahidi kwamba yeye atakushika, atakuvusha katika maji mengi, hayatakugarikisha. Bwana tusaidie. Ameahidi ya kwamba yeye atakutetea katika moto, wala mwali wa moto hautakuunguza. Bwana tusaidie. Kwa hiyo maisha yako ishi kwa kujiamini. Ondoa hofu. Hofu ni adui wa kuwa karibu na Mungu. Hofu ni adui wa afya yako. Hofu ni mwizi wa afya yako. Anaweza kukuibia hofu, akakuibia afya, ukabaki una mgogoro wa afya. Bwana tusaidie. Kwa nini leo asilimia kubwa watu wana vidonda vya tumbo? Ni kwa sababu mara nyingi anawaza sana. Bwana tusaidie. Kwa sababu ya maisha na uchumi tulionao. Maana mwingine anapoingia anaona ili nirahisishe maisha yangu nichukue hela mahali fulani nifanyie mradi huu. Sasa anapochukua, adui naye yuko nyuma na ile fedha. Bwana tusaidie. Mipango inaenda visivyo. Kwa hiyo lazima ataanza kuwaza na rudije. Lakini
ukiona umekwama, jua una Bwana anayeweza kukutoa. Bwana atusaidie. Ninatamani nikuelekeze kwamba ukiona umekwama mahali, mtumaini Bwana katika njia zako zote, naye atanyosha mapito yako. Bwana atusaidie. Yaani hiyo umekopa, umefanyaje, lakini dumu kwenye kumwelekeza Mungu kwamba Mungu, hapa nimekwama kwa staili hii, akili yangu nilifikiri navuka lakini nimekwama. Baba, najua bado wewe ni baba na mimi ni mwanao. Bwana atusaidie. Mungu anakuvusha. Ondoa hofu, usije ukafika kwenye nafasi ya kuanza kufanya mambo yasiyo sahihi, ukaanza kujikuta una afya mgogoro. Waza kwa mawazo mazuri mbele za Mungu. Uwe na mawazo mazuri, uwe na moyo wa kujua kabisa kwamba Mungu bado anaweza kukusaidia. Bwana atusaidie. Kwa hiyo ona kwamba wewe utamwambia Mungu na kutafakari sana mambo mazuri na mawazo chanya mbele za Mungu, ukijua kwamba uchaguzi wako wa kuamua kumchagua Mungu ndio uchaguzi muhimu katika maisha yako. Bwana atusaidie. Kwa hiyo unaweza ukapita, lakini lazima ujue ili uwe na matokeo chanya. Mkristo anapoombewa tatizo lake, Mungu anapoombewa tatizo lake na kutafakari, Mungu anaangalia namna unavyowaza ndani. Bwana tusaidie. Yaani unapoombewa juu ya tatizo lako, Mungu anaangalia namna unavyowaza ndani. Anapoona unaendelea kukaza moyo wa kumwamini Mungu, Mungu anashuka kukusaidia kwenye hilo eneo. Bwana tusaidie. Akiona unaanza kuhangaika kwamba sasa hapa nipate msaada mahali pengine tofauti na Mungu, Mungu huwa anakaa pembeni. Ndicho chanzo cha mtu kufika anaaibika. Bwana tusaidie. Lakini ukitegemea Mungu kwamba naamini kabisa Mungu niko mahali sahihi, wewe ni Mungu, unasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Mimi naamini haya ni maarifa yako, navuka. Hata kama mlima unazidi, lakini navuka. Lazima Mungu atasimama mbele yako. Bwana tusaidie. Hata kama utaona mlima unaendelea kupaa juu, lakini endelea kuamini kwamba ninaye Mungu anayeweza kunivusha kwenye milima mirefu. Ninaye Mungu ambaye anaweza kunitoa nikanyakuliwa, nikapaa kwenye lile jambo, nikavuka. Kwa hiyo lazima uwe mtu ambaye unaishi maisha mazuri, ukijua kwamba matokeo yangu sasa hapa niko pabaya, lakini matokeo yangu ni mazuri. Bwana atusaidie. Yaani unaumba imani ndani kwamba yani pamoja na kuwa napitia pagumu, lakini naona matokeo yangu ni mazuri. Matokeo yangu ni mazuri. Hata kama unaona afya inaenda vibaya, lakini wewe unaona kabisa Mungu, mimi ni mzima. Watu wanaweza akafika wakakuangalia kama mtu wa ajabu, lakini wewe unabaki kwamba najua mimi ni mzima na Mungu lazima ashuke. Bwana tusaidie. Kwa hiyo hofu inatufanya sisi tupoteze nafasi yetu ya ushirika na Mungu pia. Bwana tusaidie. Inatufanya tupoteze nafasi yetu na ushirika na Mungu. Maana hofu inapozidi ndipo mtu anaweza kuamua hata aende kwenye uganga wa kienyeji. Bwana tusaidie. Sasa huwa ni nafasi ya kupotea. Sasa tujue kabisa kwamba mtu anaposimama na Mungu na ndani yake akadumu kwenye hali ya kuona imani ya ushindi. Imani ni kama askari anayelinda mawazo ya muamini. Bwana tusaidie. Imani ni askari anayelinda mawazo ya muamini. Yaani unapoendelea kuamini, wewe unapita pagumu lakini unaamini mimi navuka. Sasa ile imani inalinda mawazo yako mpaka unafika wakati anakuvusha. Bwana tusaidie. Kwa hiyo lazima tuelewe kwamba sisi tunaishi kwa njia ya kumtegemea Mungu. Kwa hiyo imani ni ulinzi sahihi mbele za Mungu kwenye akili ya mwanadamu au akili ya muamini ili kuondoa hofu. Bwana tusaidie. Anasema kufanya hivi ni kulinda ufahamu wako kama mlinzi mwenye silaha alindaye nyumba yake. Bwana tusaidie. Kwa hiyo unapobakiza imani, unaumwa lakini unaona mimi ni mzima, ile imani inakulinda ili uamke salama. Bwana tusaidie. Kwa hiyo tubaki tukijua kwamba maisha yetu sisi ni watu ambao tumeitwa na Mungu, lakini tunajua kabisa tuko duniani kwenye vita, kwenye changamoto, kwenye uhitaji, kwenye kila jambo, kwenye shida na magonjwa, lakini tunaye Bwana anayetuvusha na yote. Bwana tusaidie. Tunaye Bwana anayetuvusha na yote. Tunajua kabisa tuna askari ambaye ni imani. Imani ikiondoka, askari akiondoka, unaibiwa kiurahisi. Bwana tusaidie. Kwa hiyo imani ni mlinzi wa mawazo yako kwenye wakati wa vipindi vigumu.
Imani ni ulinzi wa imani yako kwenye wakati mgumu. Hata kama umefika kwenye hatua ambayo unaona kabisa umetishiwa mahali na mtu fulani, lakini wewe unakaza kwamba mimi sio wa kupigwa. Bwana tusaidie. Maana shetani huangalia kwenye udhaifu, alafu akaweka mikwala ili uogope. Sasa unapoogopa, yeye anapata upenyo wa kukosa njia ya kuvuka. Bwana tusaidie. Unaweza ukawa na hali ambayo maisha yako unafikiri umefika mahali, lakini akili na mawazo vikaanza kuhisi kama wewe ni mtu unayelogwa. Bwana tusaidie. Yaani unaanza sijui kama sijui jambo hili nitatoka. Hiyo hofu achana nayo. Amini Yesu yuko upande wako. Haulogwi wala hauwezi kuathirika kwa chochote. Maana Bwana anasema wote alionipa Baba sitawatupa nje kamwe. Bwana tusaidie. Wewe umepewa na Mungu kwa Yesu Kristo kwamba wewe ni wa Yesu. Kwa hiyo hakutupi kwenye shida, kwenye dhoruba, bado uelewe kwamba tuna Bwana yuko na sisi. Bwana tusaidie. Huo ndio ushindi wa maisha ya muamini. Lakini kuna wakati ambao watu wengine hata kama atafarijiwa huwa wanaendelea kubaki kwenye hofu. Bwana tusaidie. Yaani wanaweza akasaidiwa kwenye eneo alilonalo. Haswa wamama wajawazito, wagonjwa na wenye shida mbalimbali. Mjamzito huwa anaweza kuangalia picha ya mbele ya mtu aliyekuwa naye karibu, labda inawezekana akatokea akaumia au akapata shida fulani. Yeye huwa anajenga kwamba sijui na mimi nitatoka. Bwana tusaidie. Anaona ni sijui. Fulani wamesema amekufa na mimba. Sasa sijui na mimi. Lakini nataka nikutie moyo kwamba Yesu yuko upande wako. Yaani Yesu yuko upande wako, wala usiruhusu moyo wako kuwaza vibaya. Ruhusu kwamba yuko Mungu aliyekupa baraka hiyo kukuvusha. Ukiwa kwenye ugonjwa, lazima uelewe kabisa, unaona ugonjwa huo ulionao mwenzako amekufa. Sasa unaanza kufikiria kwamba hivi mimi hapa baada ya huyu naenda mimi. Bwana tusaidie. Huwa ni sehemu ya mwanadamu kufikiri. Yaani anapoona walikuwa na ugonjwa mmoja mwenzake kafa, yeye anaweza akaweka hofu kwamba siji baada ya sasa hapo ni mimi. Maana ugonjwa huu anasema hawaponagi. Bwana tusaidie. Ni shetani anakupa hofu. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu wetu aliye hai. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu wetu aliye hai. Hiyo ni roho ya shetani kukupa hofu ili uendelee kudumu kwenye kifo. Bwana tusaidie. Lakini amini kabisa njia waliopitia wana wa Israeli, wa Misri walikwama. Bwana tusaidie. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Bwana tusaidie. Njia waliovukia Israeli kwenye bahari walipita salama, lakini wa Misri walikwama. Kwa hiyo wewe baki kama mwana wa Israeli kwenye mapito magumu, kwenye mauti, kwa sababu maji hakuna mtu anaweza kuyaamini maji eti yamesimama huku na huku wewe uvuke. Bwana tusaidie. Lakini ilikuwa inategemea na imani waliokuwa nayo. Bwana tusaidie. Ndio ukweli sahihi. Yaani sasa hivi tu waseme tumekinga maji sijui yamesimama huku na huku upite, unaweza ukapita mbio. Bwana tusaidie. Lakini wana wa Israeli walipita kwa kurelax. Tena Musa anaenda mwanzo, anarudi nyuma kuangalia waliobaki nyuma. Yaani anaamini kabisa na sisi tumeitwa na Mungu, hawezi kututupa. Bwana tusaidie. Hawezi kukutupa. Inawezekana bado unakaa udhaifu au hujakaa vizuri, lakini Mungu anajua wewe ni mtoto wake. Ndio maana akasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Sio watu wa Mungu, watoto. Sasa mtoto kwa baba bado anahitajika msaada sana. Kwa hiyo kuna wakati unaweza yani haueleweki, lakini bado baba anaona wewe ni mtu wa thamani. Usimvunjie heshima kwamba baba yangu hawezi kwa sababu huyu panya ananifuata ukaanza kupiga kelele. Baba anaweza. Bwana tusaidie. Ondoa hofu. Ondoa hofu. Bwana tusaidie. Tunaona hofu pia ilitanda hata kwa ndugu zake na Lazaro. Lazaro amekufa. Wamemtuma Yesu wakati wametuma watu wakamuita Yesu wakati wa ugonjwa. Bwana tusaidie. Yesu hakufika kwa wakati huo. Sasa Lazaro amekufa, amezikwa siku 4 kaburini. Yesu anafika anasema ondoeni hili jiwe. Huyu mtu hajafa. Lakini dada zake wanasema tunajua kweli
huyu atafufuliwa katika ufufuo wa wafu. Bwana tusaidie. Yesu anasema sio hivyo. Bwana tusaidie. Na baada ya hapo waliposikiliza maneno ya Yesu, tunaona kabisa kwamba Lazaro aliamka. Na Yesu hakuwa na maneno mengi, yeye alimshukuru tu Mungu. Akasema Lazaro toka, inuka. Bwana tusaidie. Na Lazaro akatoka. Hata sisi kuna vitu tunapitia, wakati mwingine hofu inatupelekea kufika mahali mabaya. Wakati mwingine hofu inatupelekea kufika hatua mbaya, lakini tumwamini Mungu tunayemtegemea. Bwana tusaidie. Tumwamini Mungu. Tumwamini Mungu anaweza kutuvusha. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba huyu jamaa katika maisha yake amechoka. Yani mahitaji ni mengi, pesa hana, vyakula hana, lakini baadaye sasa wakati mwingine usiku anaamka, anakaa, anaanza kutafakari. Kilichotokea baadaye, tumbo lilianza kumuuma. Bwana tusaidie. Kwenye tumbo hilo yeye akahisi kwa sababu nilikunywa maji, inawezekana yale maji sio salama. Na sisi kuna wakati tunawaza sana kuliko kumwachia Mungu atusaidie kwenye eneo tulipo. Bwana tusaidie. Mwingine wazo lake kubwa ni nyumba tu na imalizaje. Bwana tusaidie. Na anaweza kama ameanza kujenga mpaka amepaua. Sasa anafikiria na imalizaje plaster. Basi anakaa na halali kwa ajili ya hilo. Bwana tusaidie. Mwingine ni mtaji na upataji. Amini kabisa kwamba Mungu uliye nayo anasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Yaani ukimcha Bwana, maarifa yatakuja ufanye nini ili utoke kwenye hiyo hatua. Bwana tusaidie. Kwa hiyo lazima tuelewe kabisa kwamba tunatakiwa kujiona wenyewe kama watu ambao tumekubali badiliko la utu wa ndani na kuona kabisa kwamba hatuhitaji kutembelewa katika hali ya kulemewa kwa sababu tuna Yesu mwenyewe. Bwana tusaidie. Kwa hiyo maisha yetu lazima yathibitishe ukuu wa Mungu, na tukijua kwamba sisi ni watu washindi kwenye maeneo yote. Uwe unawiwa deni, lakini amini Mungu anaweza kukuvusha kwenye hilo deni. Bwana tusaidie. Hakuna njia, yani mwachie Mungu wa mambo magumu. Usianze kulala unakosa hamu. Mwingine anasema yani hata maji na kunywa hayaingii. Bwana tusaidie. Nini? Ameokoka pia. Sasa hapo unamwaibisha Mungu wako kwamba hawezi kwa hicho. Bwana tusaidie. Aiza yani unaona kabisa mtu anaumwa, hauna hela mfukoni, lakini bado kuna nafasi ya kumwambia Mungu, hapa ponya akili yangu. Bwana tusaidie. Nipe mlango wa kutokea. Maana umesema hakuna jaribu litakalo kuja juu ya uwezo wa mtu. Bwana tusaidie. Yani jaribu langu linapokuja linalingana na imani yangu, ambalo likienda kwa mtu mwingine haliwezi. Jaribu la Charles linapofika kwako, mimi binafsi siwezi, lakini litakuja sawa na imani yako. Unapoendelea kumkaza imani yako kwa Mungu ndipo unavuka. Bwana tusaidie. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba Mungu bado anaweza kutuwezesha. Shida na matatizo ambayo tunapitia, ni lazima tuelewe kwamba ni nafasi ya kumuinua Mungu katika shida zetu. Bwana tusaidie. Mwingine yani yeye alishajikatia tamaa, anajiona yeye ndo maskini. Bwana tusaidie. Mungu hajakuumba wewe uwe maskini, hajakuchagua wewe uwe maskini. Biblia inasema hivi, Mungu huviaibisha vyenye nguvu, kuviinua vinyonge, kuviweka pamoja na wafalme. Bwana tusaidie. Mungu amekuokoa katika hali hiyo, lakini bado ana wazo kukusogeza juu. Sasa kukusogeza juu kunahitaji kusubiri. Bwana tusaidie. Kunahitaji kusubiri. Haijalishi kitu gani kinatusababishia kuishi maisha ya hofu. Ni pale mtu tunapokosa kujibiwa kwa wakati, yani matumaini tuliyojiwekea. Bwana tusaidie. Mtu anaweza akaa amepanga kwamba hili jambo nataka ndani ya miezi 6 liwe limeisha, lakini sasa anashangaa miezi 8 bado linaendelea. Huwa inashusha na kumjengea mtu hofu. Bwana tusaidie. Lakini bado hata kama litapitiliza, bado ujue kabisa Mungu anawaza mema kwa ajili yako. Bwana tusaidie. Mungu bado anafikiria vizuri kwa ajili ya maisha yako. Mungu bado anaona kabisa kwamba maisha yako ya kukuweka wewe hapa ni upendo wa Mungu kukuvuta. Bwana tusaidie. Sasa suluhisho la mwisho kwamba ili uweze kuondoa hofu kabisa, ishi maisha ya upendo kwa Mungu. Bwana tusaidie.
Yaani ishi maisha ya kumpenda Mungu. Kuna wakati mgumu, lakini rudi ndani, nenda ukamshukuru Mungu. Alafu mshukuru Mungu kwa baraka zako zote ambazo Mungu anafanya. Bwana atusaidie. Mshukuru Mungu kwa baraka zako zote. Yaani kama Mungu amekufanyia jambo, usisite kumshukuru. Bwana atusaidie. Ndio njia ya kuishinda hofu. Ndio njia ya kuishinda hofu. Alafu pia ishi maisha ya kujiamini kwamba hakuna jambo ambalo Mungu wangu atashindwa. Bwana atusaidie. Imani ambayo Mungu anaizungumza ndani yetu ni imani sawa na watoto wadogo. Yaani sisi tunatakiwa kuwa kama watoto wachanga mbele za Mungu aliye hai. Bwana atusaidie. Leo hii mtoto mdogo hapa, hata kama angekuja mtu sisi tukamuogopa wakasema ni komando wa Tanzania kaingia hapa kanisani tunataka kuwaua wote, lakini mtoto anaamini baba anaweza. Bwana atusaidie. Mtoto anaamini 100%. Utashangaa kila mtoto ataenda kwa baba yake. Anajua hapa niko salama. Bwana atusaidie. Huyu hamwezi baba. Na sisi tunatakiwa tuamini kwamba Mungu wetu hawezi kushindwa. Bwana atusaidie. Unaweza ukakutana na gari, una mtoto, gari inayumba hivi, lakini mtoto haamini kwamba gari inaweza kuwaua, anang'ang'ania baba. Bwana atusaidie. Kwa sababu gani? Wana imani ya kuwaamini wazazi kuliko kitu kingine. Na sisi bado tunatakiwa kuamini Mungu kwamba hawezi kutuangusha, hawezi kushindwa na jambo. Bwana atusaidie. Kwa hiyo maisha ya hofu yashinde kwa njia ya kumwamini Mungu. Yashinde maisha ya hofu ili afya yako ikae salama. Kazi ambayo hauna, amini kabisa mimi nina kazi. Yaani jambo ambalo unaona kwako ni gumu, lakini ona kabisa kwa Mungu ni rahisi. Bwana tusaidie. Yaliyoshindikana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Vipimo vya wanadamu vilivyokataa kwamba wewe ni wakufa, kwa Mungu unapona. Tuamini kabisa kwamba Mungu tuliye naye ni muweza. Bwana tusaidie. Lakini kuna wakati tumemwona baba ni mdhaifu. Mungu ni mdhaifu. Bwana tusaidie. Kamtaji tu unaona sasa hapa siji niende nikahamie wapi? Bwana tusaidie. Baadaye ya kuhamia mbele za Mungu anasema ni nani anayeweza kujisumbua kwa jambo lolote akajiongezea hata kimo cha mkono? Tukimwambia Bwana anaweza. Namna unavyotaka kuwa lazima umueleze Mungu kwamba mimi nataka niwe hivi. Bwana tusaidie. Maisha yangu mbele natakiwa niwe hivi. Maisha yangu ninatakiwa niwe hivi. Na Mungu anasikia. Bwana tusaidie. Kwa hiyo naamini kabisa tukiondoa hofu, sisi ni watu tofauti kabisa Iyumbu. Baadaye wanaweza wakakushangaa kwa namna ulivyojenga imani kwa Mungu wako. Bwana tusaidie. Maisha ulionayo baadaye unaweza watu wakakushangaa kwa namna ulivyojenga imani kwa Mungu wako. Watakukariri leo lakini kesho watakuona una sura nyingine. Maana kazi ya Mungu ni lazima iwe inakuwa. Maisha ya muamini lazima yanaenda hatua hadi hatua. Yeye anasema tunasogea utukufu hadi utukufu. Utukufu hadi utukufu. Leo ulivyo, kesho sivyo Mungu anavyofikiria uwe. Bwana tusaidie. Maisha ulionayo leo sivyo Mungu anavyofikiria. Mawazo ulioona leo hii uwe hivi, lakini Mungu anahafikiri hivyo kesho yako iwe hivi. Kwa hiyo lazima tuishi kwa kumtegemea Mungu na kumwamini. Wakati mwingine andaa mpango wa maisha yako kwamba mimi natamani niwe mtu aina hii. Bwana tusaidie. Unamwambia Mungu kwamba katika maisha yangu mimi natamani niwe supplier. Bwana tusaidie. Wa vitu fulani. Sasa akili inaweza kagoma kwa sababu hauna chanzo, lakini Mungu huwa anafuatilia. Bwana tusaidie. Yaani vile unavyoona ndivyo Mungu anaweza kukutendea. Kama unaona mimi nitakuwa mtu nipe riziki tu. Bwana tusaidie. Maana wengine wanasema nipe riziki tu ili nisikukosee. Yaani yeye anatamani apate kama ni 2,000 anafikiri ndio utakatifu. Hapana. Bwana tusaidie. Imani lazima tujenge kwa Mungu aliye hai. Unaona nini mbele za Bwana? Bwana tusaidie. Unataka uwe mtu gani? Na mara nyingi kila kitu ambacho Mungu alitaka kufanya na mtu alimuuliza. Bwana tusaidie. Bartimayo anaenda mbio, anasikia mkutano, Yesu anamuuliza unataka nikufanyie nini? Bwana tusaidie. Akasema nataka kuona. Sulemani anaingia kwenye maombi, Mungu anamwambia unataka nikufanyie nini? Anasema naomba hekima. Bwana tusaidie. Na sisi bado tunatakiwa kuomba vile tunavyotaka kwa Mungu wetu aliye hai.
Yaani kwenye magumu ulionayo, pamoja na kwamba nina mlolongo labda wa vitu fulani nafanya narejesha, lakini bado uone kwamba wewe baada ya kurejesha wewe ni mtu mwingine. Wewe wa kupokea rejesho. Bwana atusaidie. Kwa sababu Mungu anataka ajivunie wewe. Usiweke hofu ukamwaibisha Mungu wetu. Bwana atusaidie. Hofu ni adui wa afya wapendwa. Vidonda vya tumbo vingi ni kwa sababu hofu. Watu wanafikiri mno. Bwana atusaidie. Kwenye familia mmoja amebadilika. Amekuwa kama simba. Anakaa na mtafakari mwenyewe. Sasa siji hapa nifanye, siji niende kwa mwenyekiti wa mtaa wakati ana bwana anayeweza kutenda. Bwana tusaidie. Anakesha hali. Hanywi. Alafu sio amefunga, anawaza. Unafikiri unatengeneza nini? Bwana tusaidie. Hofu ituondoke sisi tuliookoka. Tumwamini Baba anaweza yote. Tuna Mungu ambaye yupo mahali pote kwa wakati mmoja. Halafu ni Mungu anayeweza yote. Ni Mungu anayesikia, ni Mungu anayetenda kwa wakati na majira yake. Bwana tusaidie. Kwa hiyo kwenye maisha yako ishi kama mtu unayejiamini. Usisikilize kelele za watu kwamba kwa wewe hili inawezekana, maana wapo watu wakatisha tamaa. Hili lililokupata unapigwa. Aliyeokoka hapigwi. Bwana tusaidie. Aliyeokoka hapigwi. Biblia inasema Bwana humkemea kisha humrudi. Mimi nakemewa tu na Bwana, lakini sipigwi. Bwana tusaidie. Kwa hiyo sisi wana wa Mungu tuishi, tuondoe hofu. Ili tuweze kuondoa hofu lazima tuishi katika hali ya kupeleka hoja zetu kwa Mungu. Bwana tusaidie. Lazima tupeleke hoja zetu kwa Mungu tukijua kabisa kwamba Mungu anataka tuwe na watu wa namna gani. Sasa matokeo yako unavyotamani uwe ndivyo Mungu anaweza kuyatenda. Bwana tusaidie. Vile unavyotaka uwe ndivyo Mungu anaweza kukutendea. Lakini kama hauna mipango pia, maana kuna watu wengine wanaishi hawana mpango kabisa. Yaani yeye ili mradi leo kuche. Bwana tusaidie. Wapo, Bwana tusaidie. Yaani hana taratibu ya maisha wala hana muda hata ya kuombea maisha yake. Yeye anachojali ili mradi usiku uche aendelee na maisha. Lakini tunatamani kuwa na mipango mbele za Mungu. Bwana tusaidie. Na maisha yetu tukijua kwamba hatima ya Mungu tunatakiwa kuomba Mungu wa amani ambaye, yani tuombe amani ambayo inatawala akili zote. Bwana tusaidie. Amani ya Mungu inayetawala akili zote. Amani ya kuona, akili ya kuona sasa nashindwa, akili ya kuona sasa naaibika, akili ya kuona sasa naenda kuaibishwa, hapa nilipo nifunge simu. Naenda kuaibishwa, hapa nilipo nikipigiwa nisipokee. Tuone kwamba Mungu yuko kazini. Ikipigwa simu, ipokee tu kwa moyo wa furaha. Bwana, sasa hela yangu vipi? Naambia aisee, samahani. Nia ninayo lakini kwa sasa sijapata. Natamani nivumilie tu. Bwana tusaidie. Mimi muda wote ikiingia mikononi mwangu nitakujulisha. Bwana tusaidie. Anakuambia salini imekwenda sawa, nashukuru. Najua ni muda umepita. Lakini sijapenda na sio vizuri kwamba ungepiga mimi nisipokee simu yako, lakini najua nitakupa hela yako. Bwana tusaidie. Unakuwa mkweli mbele za Mungu. Unakuwa mwaminifu. Inafika wakati unamwambia Mungu, katika haya ninaomba univushe. Bwana tusaidie. Na Mungu anakwenda kutenda mambo yake. Bwana tusaidie. Kwa hiyo lazima tujue kabisa ni jinsi gani tunaweza kumshukuru Mungu kwa baraka zetu zote. Bwana tusaidie. Jinsi gani tunaweza kumshukuru Mungu kwa baraka zetu zote. Tukijua kwamba Mungu anataka tuishi maisha ya ushindi. Inua viwango vya imani. Ishi katika hali ya kumtegemea Mungu na kujua kabisa Mungu uliye naye anaweza yote. Hofu ni kufikiri mawazo yasiyo sawa mbele za Mungu. Lakini ukitaka kushinda lazima uwaze vizuri. Umuombe Mungu uwe na mawazo mazuri. Uwe na imani thabiti. Uwe na utimilifu wa mambo yote. Ufanye ukijua ya kwamba mimi Mungu anajua sasa naenda kutoka. Bwana tusaidie. Tunaona kabisa kwamba katika maisha haya ninaweza kujiona siwezi, lakini na bado kupitia hayo nikabaki siwezi. Bwana tusaidie. Na ninaweza kujiona naweza,
Hofu huweza kumpa mtu hali ya kujidhalau kwanza. Bwana atusaidie. Yaani mtu ambaye hofu imemtanda huwa anajidhalau. Hata mseme hapa, jamani, kuna baraka za Mungu, Mungu anataka kushusha, anasema hapa wapo labda akina Chale. Lakini nini? Sijui Mungu ananibarikije, sina shamba, sina kiwanja. Baraka za Mungu haziangalii wewe mazingira gani upo. Bwana tusaidie. Mungu anaangalia namna unavyomheshimu kwenye nafasi zote. Unacho unamheshimu, hauna unamheshimu. Bwana tusaidie. Unacho unamheshimu, hauna unamheshimu. Mungu lazima alete matokeo chanya kwenye maisha yako. Lazima asababishe baraka zishuke. Bwana tusaidie. Kwa hiyo kuna wakati mawazo huwa ni adui ya mtu kufika kwenye mafanikio anayotaka kufikia. Hofu huwa ni adui ya kumfikisha mtu kwenye hatima aliyotaka kuifikia. Pia tunaona kwamba lazima tusimame katika maisha ya kujiamini kwamba sisi ni sehemu ya mwili wa Kristo. Bwana tusaidie. Namna ya kuishinda hofu, lazima tuelewe kwamba sisi ni sehemu ya mwili wa Kristo. Kwa hiyo hapa duniani wewe na mimi tupo kwa sababu ni viungo vya Kristo. Bwana tusaidie. Kwa hiyo kama Yesu hakuachwa na Baba, na sisi hatutaachwa. Bwana tusaidie. Kwenye mapito amini yuko Mungu. Kwenye haki yako unaidai amini yuko Mungu. Bwana tusaidie. Kwenye jambo ambalo unafikiria kumfanyia Mungu amini yuko Mungu. Kwenye maisha unayotamani uwe nayo bado yuko Mungu wa kukufikisha hapo. Bwana tusaidie. Maisha yako mikononi mwa Mungu, na tukijua sisi ni viungo vya Kristo mbele za Mungu aliye hai. Bwana tusaidie. Kwa hiyo wewe na mimi usipate hofu. Hofu itakuondolea afya yako. Utaruhusu mwizi akuibia afya yako. Bwana tusaidie. Au umefanya jambo ukajikuta umekwama mahali, bado usikate tamaa. Yuko Mungu anayeleta tumaini. Yuko Mungu anayejibu mambo magumu. Yuko Mungu anayevusha watu kwenye mabonde. Yuko Mungu ambaye alionekana wakati nimesema kwamba wakati Hana anahitaji ndani ya moyo wake, amekosa mtoto kwa muda mrefu na anaamini kabisa moyoni yeye ni tasa. Bwana tusaidie. Alielewa kabisa mimi ni tasa, sina uwezo wa kuzaa, lakini Hana anaumba kitu kimoja kinachoitwa imani. Bwana tusaidie. Anaingia kumwambia Mungu kwamba wewe ndio umelifinyanga tumbo, wewe ndio umenipa maisha haya, sasa inafaa kweli mimi niishi maisha haya? Wakati huo mume wake alishakata tamaa kwamba Hana sio mtu wa kupata mtoto, ndio maana akatafuta mwingine wa pili. Anaona kabisa sio mtu wa kupata mtoto. Maisha yake aliamini kabisa kwamba Hana ataishi naye kama mke tu, lakini hana baraka ya kupata mtoto kwake. Lakini Hana anaona kabisa kwenye imani, mimi ni mtu wa kupata mtoto. Mimi ni mtu wa kupata mtoto. Bwana tusaidie. Anaingia kwenye maombi. Tena hakuwa na maombi ya kujifungia labda apige kelele. Biblia inaniambia yeye alikuwa ananong'ona. Bwana tusaidie. Ananong'ona Hana ndani, anaomba kwa fukuto la ndani. Lakini katika fukuto lile la ndani, Hana alikuwa na imani ya kwamba Mungu anamjibu. Na alishaongea na Mungu kwamba ukinifanyia jambo hili huyu mtoto nitafanya hivi. Bwana tusaidie. Kwa hiyo anazungumza na Mungu. Hana anaendelea kujenga imani katika hatua ambayo anaona haiwezekani kibinadamu, lakini bado majibu ya Mungu yalishuka. Bwana tusaidie. Sana wakati mume wake anamwambia Hana, inawezekana wewe umelewa. Inawezekana umelewa, anasema ni asubuhi sana saa hizi. Bwana tusaidie. Kwa hiyo Hana anamwambia Mungu asubuhi. Anazungumza na Mungu kwamba Mungu, mimi hapa ninajua una haki yangu ya mtoto, na wewe kuna wakati kwenye mazingira ulionayo, mwambie Mungu una haki yangu, natamani Bwana unitokee. Bwana tusaidie. Wala usianze kufikiria sasa nimesikia kuna watu watabiri wa nyota, inawezekana na mkosi fulani. Aliyeokoka hana mkosi. Bwana tusaidie. Ila ni uwakilishaji wako. Mungu anasema leteni hoja zenu kamili. Bwana tusaidie. Peleka hoja kamili mbele za Mungu.
mimi nina jambo hili. Ondoa, usiruhusu hofu ipate nafasi kwenye maisha yako. Usiruhusu hofu ipate nafasi kwenye maisha yako. Maana hofu, nimesema, ni kama mwizi anayetamani kuiba, na tatizo la hofu, wizi wake yeye anatafuta afya yako tu. Bwana tusaidie. Kwa hiyo hofu inaweza kukuondolea haki, inaweza kukuondolea amani, inaweza kukupa hali ya kuishi kama haupendwi na watu, lakini hofu bado inaweza ikakufanya wewe ukajiona wewe ndo unachukiwa dunia nzima. Lakini nataka nikwambie, hebu ruhusu roho yako Yesu aingie atawale, aondoe hiyo hali ya mashambulizi ya hofu iliyokaa ndani yako. Lakini hofu hiyo uishinde kwa njia ya maombi. Bwana tusaidie kwamba Mungu, mimi sihitaji kuwa na nafasi hii. Mimi sihitaji kuwa na nafasi hii ya hofu. Kwa hili nilipofika, kuna eneo nimewaza tofauti, lakini najua Bwana. Inawezekana unapita, kuna gonjwa, una tatizo ambalo ni ugonjwa, lakini ugonjwa huu unaamini moyoni kwamba sisi sio wa kupona, na kusii kwa jina la Yesu, ona wewe ni wa kupona. Ona wewe ni wa kuishi. Ona wewe ni mtu wa thamani mbele za Mungu. Biblia iko wazi, anasema tazama mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale yamepita. Bwana tusaidie. Kwa hiyo sasa wewe ni mtu mpya. Ondoa hofu kwamba wewe ni mtu wa kufa. Weka tumaini kwamba wewe ni wa kuishi ili utangaze habari njema. Weka tumaini kwamba mimi nafanya kazi kwa ajili ya Bwana mwenyewe. Nasema hivi kwa ushuhuda kamili kwamba mimi mwenyewe mwaka jana kuanzia 2023 nilipita kwenye wakati ambao ugonjwa niliokuwa nao, kuna wenzangu waliondoka. Bwana msaidie. Lakini Bwana aliponipa moyo wa imani na kuiondoa hofu, nilianza kujitabiria kwamba mimi sina ugonjwa. Bwana msaidie. Nilianza kuona mimi ni mzima. Nilianza kuona mimi ni mshindi. Nimeenda kwa daktari, ananiambia, yaani mchungaji, ukipata kidonda tunakata mguu, lakini nimepata vidonda na bado ni mzima. Bwana msaidie. Nikasema mimi sikatwi mguu, wala sitakubali kuruhusu mimi nife kwa wakati ambao haujataka Bwana. Bwana msaidie. Mungu akaniponya na hiyo hali, mpaka leo sina kitu tena. Bwana msaidie. Naishi kwa sababu ya kusudi la Kristo, sio kwa sababu ya akili yangu, wala sikuishi ili nionekane. Nimeishi kwa sababu Bwana anataka nifanye mapenzi yake. Kwa hiyo sukari ilikuwa sio kitu kidogo. Ugonjwa wa sukari hakuna wengi watu wanatoka, lakini sio jambo jepesi, ila Bwana mimi ameniondoa huko na sasa ni mzima. Ni mzima kwa jina la Yesu. Na niliandikiwa madozi, nikamwambia sinywi, najua Bwana wakati ukifika, kama ni kulala nitalala katika Kristo, lakini kama nitaishi katika Kristo. Mimi nasonga mbele na kazi yako. Sikulala. Mimi kuna wakati nilikuja kusimama hapa madhabahuni, sioni macho, ila nilikuwa nielewe mpaka napata hii miwani. Nilikuwa sioni message yenyewe, sioni, lakini nilihubiri kwa kutumia yale yaliyo kwenye akili, mkafikiri ni mzima, lakini sasa naona na ninasema kweli. Bwana tusaidie. Mimi najua Bwana ana nguvu. Mungu niliye naye hawezi kuniaibisha. Bwana tusaidie. Natumikia shauri la Kristo, situmikii shauri langu. Lazima nisimame kwa ujasiri. Sikumwamuru, ila nimeomba kwa unyenyekevu kwamba niko hapa, si kama kufa nitakufa madhabahuni, lakini Bwana ameniponya. Sina sukari tena, hata kiashiria. Nimeambiwa na daktari kwamba huna hata kiashiria cha sukari. Nikasema asante Yesu. Kwa nini? Tunajifunza hofu. Ningejenga hofu, ningekuwa na limfuko ndani la madawa. Yaani kila siku mimi na meza. Kuna daktari mmoja alinikatisha tamaa sana, wewe utakunywa vidonge mpaka siku naingia kwenye sanduku. Nikamwambia, daktari, sinywi kidonge. Bwana tusaidie. Amen. Yaani akaniambia utakunywa kidonge mpaka siku ya mwisho. Alafu kumbuka hii sukari ni sawa na mtu wa ukimwi. Nikamwambia mimi sio mtu wa kuaibishwa kiasi hicho. Mimi najua kabisa nitakuwa mzima. Dozi situmii hata kidonge kimoja. Bwana tusaidie. Nikamwambia sasa hapa nilipo najua Bwana una kusudi na maisha yangu. Nikaingia kwenye maombi. Wakati niliendelea kujitia moyo, nakuja hapa sioni, nasema kweli,
Biblia nilikuwa nayo nikifungua hivi ni kweusi. Lakini sijawahi kusema hata mzee wa kanisa mimi sioni. Nilijua ni la kwangu, ni msalaba wangu. Nikajua na ubeba. Simoni akijaribu kunibebea kidogo atanipa tu, atanirudishia. Maana ni wa kwangu. Bwana tusaidie. Lakini mpaka sasa nimejaribu nikapewa miwani kwamba ili kusaidie kuweza kuona. Nikivaa nilikuwa naona, lakini nikaona hivi vyote bado sitaki. Nikaiweka pembeni. Ndio maana hata panasoma miwani hii hapa. Najua Bwana alishafungua. Bwana tusaidie. Nikamwambia najua Mungu alikonitoa. Yaani kama amesema no, hata nisemeje. Siwezi kumrekebisha Mungu. Isipokuwa unyenyekevu wangu unaweza kubadilisha kauli ya Mungu. Bwana tusaidie. Kwa hiyo nataka nikusaidie. Hofu ni adui wa afya. Maana wakati huo mimi niliwaza sana, ndio ukweli halisi. Bwana tusaidie. Nilikuwa nawaza sana kwa ajili ya huduma. Nilikuwa nafikiria sana juu ya kazi ya Mungu. Nilikuwa nafikiria sana juu ya huduma. Yaani sijawaza juu ya maisha yangu wala kitu kingine. Ni namna nitakavyoweza kuperform ili siku nitakapoitwa mbele za Bwana ninajibu nini. Ndio ilikuwa swali langu. Bwana tusaidie. Lakini baadaye Mungu alinifundisha kwamba ondoa hofu. Bwana tusaidie. Na wewe nakufundisha ondoa hofu. Tatizo ulionalo linaondoka. Shida ulionayo inaondoka. Jambo linalokusumbua linaondoka. Bwana akiwa amepanga mimi niondoke 2027 ndiko nitakwenda kuondokea. Kama amesema ni 2040 nafika kwa jina la Yesu. Kama ni 2050 nafika kwa jina la Yesu. Lakini sikatizwi kwa akili ya kibinadamu. Wala sikatizwi na roho za adui. Najua hofu inafanya kuiba afya ya mtu. Bwana tusaidie. Wewe nakufundisha kihalisia. Wewe unayesumbuliwa na vidonda vya tumbo, inawezekana kwenye familia unasemwa sana, maana kuna changamoto zilizopo. Kuna wengine kwenye familia wanakaa kama wako mahabusu. Yaani hana furaha kabisa. Bwana akusaidie, akupe neema. Yaani ukijaribu kufanya hivyo, yaani ukifika unashangaa unakutana na moto. Yaani hivi, yaani hete. Sasa unawaza, siji nifanyeje? Usiwaze hivyo, mwachie Bwana aliyekuweka hapo. Bwana tusaidie. Mwachie Bwana aliyekuweka. Iwe umeachwa, iwe umeoa, iwe umefanyaje, unasumbuliwa na mtu aina hiyo, mwachie Bwana anaweza mwenyewe. Lakini usilibebe mzigo wake. Yaani akusimange, siji unaleta fedha siji tunafanyaje? Mwambie sawa, fedha siji pesa zenyewe 3 hii siji 1000 ndo unaleta tule. Wewe sema hivyo. Lakini Yesu mimi ni hivyo. Yaani kwa buku nitaishi. Kwa 100 nitaishi. Kwa 2000 nitaishi. Lakini Bwana sitakuacha. Maana ndio umeruhusu 1000. Siwezi kumwacha Mungu nikaibe. Bwana tusaidie. Kama ukijua unaweza ukafanya jambo, ukaruhusu hofu ikakuibia afya. Kishaibiwa afya. Sasa huyu ambaye anakaa na wewe ndo ataongeza kasi ili akuue abaki na vitu. Bwana tusaidie. Lakini ruhusu Yesu atawale maisha yako. Anasema yapite. Anasema unayatoa moyoni unayatupa, unamweka Yesu. Yakija unamtoa, unaweka Yesu. Unabaki salama na maisha yako yatakuwa marefu. Hofu inaharibu afya. Bwana tusaidie. Maana unaanza kufikiri, hivi ni kweli? Hivi haya maisha ndio ya kwangu? Kwa nini mimi niko hapa? Yaani ukilala unasema hivi Mungu haunioni? Mbona mimi ndo wakuteseka?